Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam wa ba'd. Katika mambo ambayo Muislamu anatakiwa ayatilie umuhimu ni suala zima la kusali sala ya jamaa. Jamaa ina fadhila kubwa kama alivyoeleza Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwamba Muislamu atakaposali sala ya jamaa ana daraja 27 au 26 katika riwaya, 25 katika riwaya. Inatofautiana na daraja la yule atakayesali peke yake. Sala ni hiyo hiyo, lakini utofauti kusali pamoja msikitini. Katika kisa ambacho kimekuja katika sahihi Muslim, tabi'iyu Abdurrahman ibn Abi Amra rahimahullahu ta'ala anasema kwamba anna Uthmana dakhala al-masjida ba'da salati al-maghribi. Hakika Uthman, khalifa watatu katika makhalifa wa Uislamu, aliingia msikitini baada ya sala ya maghrib. Wakaada wahdahu, akakaa peke yake. Tabi'iyul jalil akasema faqa'adtu ilayhi, nami nikajongea kukaa pembezoni mwake. Faqala, akasema Uthmani radhiyallahu ta'ala an, ya ibna akhi, ewe mtoto wa ndugu yangu, kwa maana ndugu katika Uislamu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, nilimsikia Mtume sallallahu alayhi akisema, man salla al-isha fi jama'atin, yoyote yule Muislam atakayesali sala ya Isha kwa jamaa, fakaannama qama nisfa al-layl, ni kana kwamba amesimama kusali nusu ya usiku. Shuraha wakasema kwamba ajruhu ka ajri man ishtaghala bil ibadati awwal al-layl ila nisfihi, malipo yake ni kama malipo ya mtu aliyejishughulisha kufanya ibada tangu mwanzo wa mchana mpaka nusu, tangu mwanzo wa usiku mpaka nusu ya mchana, akajishughulisha sala na dhikri na istighfar. Kisha akaendelea akasema, wa man salla as-subha, na yeyote atakayeswali swala ya asubuhi, fakaannama salla al-laila kulla, kana kwamba malipo atakayolipo ni ya yule mtu aliyejishughulisha kufanya ibada usiku mzima. Katika hii inatufahamisha sisi Waislamu ubora wa swala hizi mbili, ubora wa swala ya Isha kadhalika na ubora wa swala ya al-fajr, ambapo wengi katika sisi Waislamu swala hizi tunazembea kuzitekeleza katika jamaa. Na hii kadhalika inatufahamisha ubora wa kuswali jamaa. Na kwa neema za Allah akatujalia misimu ya kheri ndani yake, ambapo tupo katika msimu wa Ramadhani. Ndani yake kuna kheri nyingi. Mtume akasema suala jingine ambalo linapatikana kwa yule atakalifanya, anapata ujira wa kuswali usiku mzima. Katika hadithi ya Abi Dharr al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu anasema, man qama
mal imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyam laila, kuonesha ya kwamba wewe Muislamu kama utaswali isha pamoja na jamaa, ukaswali na fajiri pamoja na jamaa, kadhalika kuna kitu kingine kinazidishwa ndani ya mwezi huu wa Ramadhani, ni wewe kuswali swala ya tarawih mwanzo wa imam mpaka mwisho wa tarawih pamoja na imam, unaandikiwa malipo ya usiku mzima. Sasa ikiwa utakusanya hivi vitu vitatu, swala isha, alhamdulillah, ukaswali, umeswali, malipo yake ni ya nusu ya usiku. Ukaswali alfajir, malipo yake ni ya usiku mzima, lakini ukazidisha na kusali tarawih, huoni unapata faida kubwa. Lakini waislamu tuko wapi na swala hii? Utamwona muislamu tarawih anaswali baadhi ya rakaa kisha anaondoka akidai kwamba baadaye nitakuja kuswali witiri. Sawa, lakini wewe kwa nini usichukue package kamili? Ukishaswali hiyo witiri pamoja na imamu, ukienda kulala ukapitiwa usiswali usiku, basi umelipa usiku mzima. Lakini kingine zaidi, haukatazwi hata kama utaswali pamoja na imam tarawih na witr, haukatazwi kuamka usiku kuswali. Utaamka utaswali, isiyokuwa hautoswali witr, kwa sababu hakuna witri mbili katika usiku mmoja. Utaswali swala rakaa mbili, unatoa salamu rakaa mbili mpaka pale utakapotosheka, ila witri hautawileta. Kwa maana ar-Rasul sallallahu katufanyia wepesi sisi tuweze kupata malipo ya kusali usiku mzima baada tu ya kumaliza tarawih. Na ukiangalia muda wa tarawih hauchukui masaa mawili, bali ni saa moja au dakika 40 au saa moja na nusu. Lakini ndani ya haya masaa, saa moja au dakika 40 au kadhaa, sawa sawa hata masaa mawili tujalie, malipo yake unalipwa usiku mzima. Kuonesha wewe leo una mihangaiko mingi. Sisi tunajifahamu wanadamu, leo kuanzia asubuhi mpaka jioni wewe wahangaika kutafuta dunia. Sasa ikiwa utasema mimi nitalala afu baadaye niamke kusali, utapata wapi muda wewe? Embu rudi kwa Allah tabaraka wa taala, angalia hali yako, tumia fursa. Ukipata nafasi itumie vizuri kabla mambo mengine hayajakufika. Siku ukikosa nafasi utasema wallahi nikipata nafasi mimi nitaswali. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala ajalie tuwe katika wale ambao tunasikia maneno na kuwafanyia kazi. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma takabbal siyamana, Allahumma takabbal qiyamana, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillah. Unafuatilia channel ya Al-Muzan Online TV. Ungana nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii, ifahamu manhaji salafi kupitia njia ya wema waliotangulia.